Naam, karibuni kwenye kipindi cha soka Jumamosi ya leo. Tutaanza na habari kutoka Real Madrid ambapo mchezaji Endrick akizungumzwa. Mustakabali wa Endrick unazidi kuwa na utata. Gazeti la AS lilifichua Jumamosi hii kuwa Real Madrid bado haitaki kumuuza mshambuliaji huyo raia wa Brazil ambaye ana mkataba hadi Juni mwaka wa 2030. Bali inapendelea tena mpango wa mkopo kufuatia kipindi chake cha mafanikio akiwa Lyon Januari hadi Mei mwaka wa 2026. Hata hivyo hakuna uamuzi wowote uliofikiwa bado. Mchezaji huyo raia wa Brazil anataka kubaki. Yeye anapendelea kubaki kwenye kikosi cha Real Madrid ingawa mashaka yake yanaongezeka. Licha ya Gonzalo Garcia kutarajiwa kuondoka na kujiunga na Fulham, bado kuna vikwazo katika njia yake ya kupata nafasi kwenye kikosi cha kwanza. Pamoja na hayo, hakuna taarifa madhubuti zilizojitokeza kumhusu hadi sasa. Katika ziara ya maandalizi ya msimu mpya nchini Australia, Tottenham ilifunga Chelsea mabao 2-1 katika mechi ya kirafiki siku ya Jumamosi. Richarlison alihakikisha ushindi wa Tottenham Spurs katika muda wa nyongeza licha ya timu yake kucheza kipindi cha pili ikiwa na mchezaji mmoja pungufu kufuatia kutolewa nje kwa Danso dakika ya 48. Katika kipindi cha kwanza Mbrazili Estevao ambaye ana umri wa miaka 24 alisawazishia Chelsea bao la haraka baada ya mchezaji mpya wa Tottenham Tonali kufunga bao la uongozi. Naam, katika kikosi cha Xabi Alonso kitaendelea na maandalizi yake kwa mechi dhidi ya Juventus siku ya Jumatano, huku timu ya Roberto De Zerbi Tottenham ikitarajiwa kucheza dhidi ya Getafe Jumamosi ijayo. Kikosi ambacho kiliweza kuanza machi kwenye upande wa Chelsea pilikuwa Sharman, pilikuwa Lowe, pilikuwa Palestra, pilikuwa Fofana, pilikuwa Colwill, Hato, Esugo, Lavia, Estevao, Palmer, Gittens pamoja na Joao Pedro. Upande wa Tottenham pimekuwa Kinski, pimekuwa Gray, pimekuwa Van Heek, Davis, Robertson, Gallagher, Tonali, Solomon, Bergvall, Tel pamoja na Solanke. Leo siku ya Jumamosi, Gianni Infantino alifuta mpango wa kuanzisha taasisi ya kibiashara ya FIFA iliyolenga kuuza hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji binafsi. Katika taarifa yake, shirikisho la soka Ulaya UEFA ilikaribisha hatua hiyo ya kubadili msimamo, huku pia ikimchoma kijembe kiongozi wa shirikisho hilo la kimataifa. Naam, nikinukulu tangazo la UEFA ambapo iliweza kutoa tangazo leo Jumamosi leo, imeweza kusema hatuwezi tena kuvumilia mipango ya siri kama hiyo inayoendeshwa kwa kasi ya kutisha na kubuniwa na watu wasiojulikana, ambayo faida zake kwa mchezo huyu zinatia shaka kubwa. Ni muhimu
ni muhimu kuwabaini wahusika na kuwawajibisha. Uongozi wa sasa wa FIFA umepoteza imani si ya UEFA pekee bali pia ya wanachama wengine wengi wa familia ya soka. Naam, hayo ni baadhi ya maneno yameweza kufikishwa na tangazo la shirikisho la soka Ulaya UEFA. Ingawa kumekuwa na taarifa zinazomhusisha na klabu ya Besiktas kwa siku kadhaa, huenda Mohamed Salah, mchezaji wa umri wa miaka 34, akawaponyoka na kujiunga na klabu nyingine badala ya hiyo ya Istanbul. Kulingana na taarifa za mwandishi wa habari wa Uturuki Yagiz Sabuncuoglu na mtandao wa Footmercato siku ya Jumamosi, klabu ya Trabzonspor iko mbioni kuipiku Besiktas katika kumsajili mchezaji huyo wa zamani wa pembeni wa Liverpool kwa kumpa mkataba wa miaka 2 mwenye thamani ya euro milioni 34. Hivyo klabu hiyo inayofahamika kama Black Eagles imesitisha mazungumzo na upande wa mchezaji huyo licha ya kuwa walishafikia makubaliano hapo awali. Tukiendelea na habari zetu za michezo au za soka hapa na pale, ingawa Real Madrid imetupilia mbali uwezekano wa Vinicius Junior kuondoka, uvumi kuhusu hatima ya winga huyo uraia wa Brazil utaendelea hadi pale mkataba wake utakapoongezwa. Klabu hiyo na mchezaji huyo wote wameazimia kuendeleza ushirikiano wao. Hata hivyo, iwapo mazungumzo hayatazaa matunda, huenda mchezaji huyo wa Brazil akakaribisha nia ya Arsenal kumsajili, iwe ni msimu huyu wa joto likali au kwa uhamisho huru mwakani. Kulingana na ripoti ya The Athletic ya Jumamosi hii, pamoja na hayo, huenda hii ikawa ni mbinu tu ya Vinicius Junior kushinikiza Real Madrid kuharakisha mazungumzo. Tukiendelea pia na timu ya Real Madrid, ni kwamba Franco Mastantuono, mchezaji kutoka Argentina, ana umri wa miaka 18, anavutia hisia kubwa huku akijiandaa kuondoka Real Madrid kwa mkopo msimu huyu wa joto likali. Kwa sasa Florentino Perez inaonekana kuwa mstari wa mbele na inatarajiwa kuanza mazungumzo na klabu hiyo kubwa ya Uhispania katika saa chache zijazo, kulingana na mwandishi wa habari Nicolo Shira. Hata hivyo, pamoja na La Viola na River Plate, klabu iliyomlea, timu 3 za Ufaransa zimefuatilia mchezaji huyo wa kimataifa wa Argentina. Timu hizo ni AS Monaco, Olympique de Marseille pamoja na Olympique Lyonnais. Ukumbuke kuwa klabu hiyo ya Lyon ina uhusiano mzuri sana na Real Madrid, hasa kufuatia dili la mafanikio la mkopo wa Endrick msimu uliopita. Je, ndugu wa familia ya Due wataungana tena hivi karibuni katika klabu ya Paris Saint-Germain? Kwa mujibu wa gazeti L'Equipe, mabingwa hao wa Ulaya wanavutiwa na Guela Dure mwenye umri wa miaka 23. Amecheza mechi 24 na kufunga mabao 2 katika ligi ya Ufaransa Ligue 1 msimu wa 2025 kuelekea 2026 ili kuimarisha safu yao ya ulinzi. Beki huyo wa kulia wa Strasbourg ni mmoja wa wachezaji wanaozingatiwa na uongozi wa Paris Saint-Germain ambao
wanatafuta beki mwenye uwezo wa kucheza nafasi mbalimbali, anaitumia mguu wa kulia na mwenye uwezo wa kucheza pembeni na katikati ya ulinzi. Mchezaji huyo ambaye ni ndugu yake na Due ni mchezaji wa kimataifa, anachezea timu ya Ivory Coast. Ana sifa hizo na hivyo anaweza kuungana tena na kaka yake Desire Due jijini Paris. Tukibaki Ufaransa, kuna habari zisemazo kwamba Ethan Mbappe ni mdogo wake na Kylian Mbappe. Kijana Ethan Mbappe ana miaka 19, ameweza kucheza mara 18 na kufunga mabao 3 katika Ligue 1 ya Ufaransa msimu 2025 kuelekea 2026. Anaonekana kuwa tayari kuendeleza safari yake na klabu ya Lille, huku ukiwa na mwaka mmoja uliosalia katika mkataba wake wa sasa. Kiungo huyo mwenye uwezo wa kucheza nafasi mbalimbali yuko katika hatua za mwisho za kuongeza mkataba wake na hiyo timu ya Lille ambayo wanaita Le LOSC, kwa mujibu wa gazeti L'Equipe. Hatua hiyo ya kuongeza mkataba inatarajiwa kuondoa hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu hatima yake. Bila kufanya hivyo, mdogo wake Kylian Mbappe angehitajika kutafuta klabu mpya msimu huu wa joto ili kuepuka kuondoka kama mchezaji huru mwaka wa 2027. Baada ya majuma kadhaa ya mazungumzo, Paris Saint-Germain inakaribia kukamilisha usajili wa Magnus Aklioch wa umri wa miaka 24. Mwandishi wa habari Fabrizio Romano alifichua siku ya Jumamosi kuwa makubaliano kamili yamefikiwa ili winga huyo wa kulia wa AS Monaco ajiunge na Paris Saint-Germain. Baada ya klabu ya Monaco kukubali ofa ya euro milioni 50 kutoka kwa mabingwa hao wa Ulaya wanaotetea taji lao kwa mara ya pili mfululizo siku ya Alhamisi. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ufaransa sasa amekamilisha vipengele vya mwisho vya kifedha vya dili hilo. Aklioch anatarajiwa kusaini mkataba na Paris Saint-Germain utakao dumu hadi Juni mwaka 2031 iwapo atafaulu vipimo vya afya wiki ijayo. Habari ya mwisho tunamalizia kipindi chetu ni habari kutoka pale Paris Saint-Germain kufuatia kushindwa kumsajili Yan Diomande. Yan Diomande ni mchezaji ambaye wanasemwa sana siku hizi. Ni mchezaji wa umri mdogo ambaye mambo yake huenda anaelekea kusaini kwenye timu ya Real Madrid, lakini kuna tofauti ambazo zimejitokeza hapa katikati ambazo timu ya Real Madrid imeshindwa kuelewa ifanyeje. Ni matatizo ya kusaini mikataba ambayo kijana huyu ameweza kusaini mikataba na shirika nyingi. Sasa kwenye transfer yake zimeisumbua Real Madrid ambayo ina mfumo wake ambao haiwezi kugeuza. Kwa hiyo imefikia wakati wa kusaini, wakakutana kijana alisaini mikataba mingi na kampuni nyingi, sasa imeleta matatizo, lakini punde tu muda usiokuwa mrefu huenda mambo yakatoka njiani. Na kufuatia kushindwa kwa kumsajili Yan Diomande, Paris Saint-Germain inajaribu kukamilisha haraka usajili wa Mika Götze, mchezaji kutoka Ajax Amsterdam. Mchezaji mdogo sana, umri wa miaka 21. Mchezaji huyo wa kimataifa wa Ubelgiji
ambaye ametoka katika msimu mzuri sana wa ligi ya Eredivisie. Ameweza kujifungia mabao 17 na kutoa pasi za mabao 12 katika mechi 32. Anaweza kugharimu ada ya uhamisho ya kati ya euro milioni 45 na milioni 50 kulingana na ESPN ya huko Uholanzi. Hata hivyo chombo cha habari cha Uholanzi cha Voetbal International kinaamini kuwa Ajax inakuwa ngumu katika mazungumzo na kudai euro milioni 60 kwa mchezaji huyo mwenye asili ya Leuven huko Ubelgiji, ambaye ana mkataba unaoendelea hadi Juni mwaka 2029. Hapa ndio tunafikia mwisho wa kipindi chetu cha soka cha leo. Kipindi kijayo huenda kikawa kesho au leo usiku. Kwaheri.